bunge kwina ndo twinayo kuria bunge nene sana nonto president wetu William deputura pikirari deputy wake bantu amugwatie kuruta wira abangira abate gwocha gititha ino kirauko turi bamwe abangira abate gwocha gititha iriko tha ino kirauko ndumama tumeme na mweta marogirwe mbari Kiswahili mbari ya mami Kiswahili mbuke mbuke tulitafuta deputy president, lakini badala yeye asaidie rais kufanya kazi, yeye kazi yake ni kupigana na president. Wakati bunge ilitaka kuchomwa, wao ndio walikuwa na panga. Ero rungamira hii maneno ya kahawa, watu wapate pesa, hii ya majani, hii ya maziwa, badala ashughulike na hiyo maneno yote. Na huyu ndio deputy wa kwanza ambaye amekubaliwa kutia cabinet, full cabinet. Huyu ni deputy amepewa powers kama ya rais. Lakini badala ashughulikie hiyo maneno, yeye ni kupanga maandamano, sijui mchome bunge, mchome state house, ndio Ruto atolewe, ndio mimi nikuwe rais. Si mtu anangojanga wakati yake ifike. So vile tumekubaliana pale bungeni na Nairobi, tumesema kwa sababu yeye anataka ukue rais mapema, wacha aende aombe kula, wacha tutafute deputy president mwingine, na tumekubaliana Kenya mzima kwamba deputy president atakuwa Profesa Kithure Kindiki. Unanielewa? Wangapi wanataka tuende hiyo njia? Lazima wacha kiti ikuje nyumbani. Alafu unajua Kindiki ananga maneno ya ukabila. Sasa yule akisimama kila siku lolili adoa nyumba. Huwezi kuwa mtu ambaye ni kiongozi lakini unataka kuongoza kabila moja. Lazima ukue kiongozi wa Kenya mzima. Kwa hivyo ile mambo inaendelea huko Nairobi inaitwa impeachment ya deputy president. Na ni ukweli niseme, huo mswada unakuja. Huo mswada unafanya nini? Unakuja. Kwa sababu kuna makosa tumeona ikitendeka pande hiyo kiti, na hiyo makosa tunasema haitakikani iwe. Sisi ni watu wa president mmoja anaitwa William Samoei Ruto, tunamuunga mkono na tunataka kuona akifanyia kazi serikali yetu. Sivyo watu wetu? Sasa ukianza kutupeleka namna hii, sisi hatutakubali. Na sisi ndio tutakuwa wa kwanza kusema atuelekee njia mzuri. Kwa vile tukisema Mount Kenya, mlima Kenya, tunasahau kama Kenya iko na ethnic communities, makabila 43. Sasa unaongea juu ya 2, 3 au wengine 8 taongea juu yake. Lakini tunataka kusema kitu kimoja. Na hii lazima msikize nyote. Wakati tutafanya hiyo impeachment na ikipita, hicho kiti kilikuwa na mwenyewe. Si mnajua hivyo? Hiyo kiti ilikuwa ya Profesa Kithure Kindiki. Haikuwa mtu mwingine. Kwa hivyo hata ikienda sasa, tunataka irudi mahali ilikuwa itakikana iwe. Profesa Kithure Kindiki apewe hiyo kiti, na kwa vile yeye ni Mkenya na anapenda Kenya na anajua kufanyia Kenya kazi, we have no doubt whatsoever that Professor will deliver. Na Professor atasaidia rais wetu William Samoei Ruto kufanya kazi yake. Na hiyo ikifanyika, sisi wa Kenya ni kusema asante kwa Mungu, kwa rais na nchi yetu. Kazi iendelee. Usiende ubebe shida zako wewe mwenyewe kama mimi binafsi nianze kusema hii shida ni ya Tharaka Nithi. Sisi hatuna shida na serikali yetu. Yule ako na shida, hiyo shida yake atatoa yeye mwenyewe, atatue, tuone vile itaenda. Kwa hivyo mimi kama mjumbe wa Tharaka, mwasikia? Na nimeweka sahihi. Na najua wajumbe wote wa Tharaka Nithi wameweka sahihi. Wote wa Meru wameweka sahihi. Hata Embu wameweka sahihi. Hata Nyeri wameweka sahihi. Kwa hivyo sio sisi peke yetu. Na ikiwa wewe hujaweka sahihi, utatuambia kwa nini hujaweka. And especially kwa vile hapa tunaongea mambo ya Profesa Kithure Kindiki. Wasikia? Hatutaki kusikia mambo ingine.
hiyo maneno tumetoa kabisa, hata wengine sijui wapi na wengine wapi. Hiyo tumesema rais wetu ametuahidi ni Profesa Kithure Kindiki. Mko pamoja na yeye? Kweli mko pamoja na yeye? Wale wasema ni wa Profesa Kindiki ndio mkono nione. Wale wanaambia president wetu ni Profesa Kithure Kindiki ndio mkono. Mungu awabariki sana. Mubarikiwe na tuendelee namna hiyo. Mtakuwa mnasikia mengi, wacha nisiongee. Good. Asanteni sana ni Marikilo Kalema Kioma. Pamoja na wa kidogo wa mbele. Amen. Makofi ya pato kwenda kuboya na tukilaga wa